Na dada, zile gauni zile kupendeza kwa kweli, ulipendeza sana. Sasa sijui ni ipi ambayo umeichagua, ni ipi kwa ajili yako, kwa sababu siku hiyo ni siku muhimu, na kiukweli inatokea mara moja tu katika maisha. Ni vyema ukapendeza. Natamani kama jinsi ambavyo kaka Pita alivyokuwa na kunyanyasa, awepo aone jinsi ambavyo utakavyopendeza, namna ambavyo ulivyokuwa mrembo katika magauni ulioyavaa. Mimi nimeshuhudia, naamini atafikiria sana wewe kuweza kukupoteza, na itamuuma siku zote za maisha yake. Yaani mdogo wangu, katika mtu ambaye sihitaji hata kumwona ni Pita. Mimi na Pita tayari, hiyo historia ilishapita. Kama ni kitabu tayari tulishaandika. Hata akiniona asiponiona, hakuna kitu chochote ambacho kitabadilika, kwa sababu kwangu mimi Pita ni kama mpita njia. Lilikuwa ni kama fundisho ambalo ni lazima ningeweza kupita pale ili kujifunza mambo. Kuna wakati mwingine mtu anaweza kukutengenezea mazingira ya kushindwa kumwamini mtu ama kugeuka mnyama na kuanza kuwaumiza watu. Sio kwamba dada, mimi nilitamani waweze kukuona ama waweze kukuharibia. Hapana. Pita na Zakala walikunyanyasa sana. Ni kitu ambacho mimi hakiwezi kufutika katika akili yangu, kwa sababu nilikuwa nayaona hayo. Wakati mwingine nilikuwa nashangaa ni binadamu wa namna gani, lakini angalia yale waliokupitisha, walikufukuza, walikunyanyasa. Leo hii umeishia wapi? Umepata mtu wa kukustiri, anayekupenda zaidi ya kukupenda. Angalia na mimi, umenipatia mpenzi kwa mara ya kwanza. Mdogo wangu, nadhani furaha ambazo tuko nazo ndo furaha ambazo tunazihitaji. Watu ambao tuko nao sasa hivi kwa upendo wanaotuonyesha ndo watu ambao tunawahitaji. Au wengine walitumika kama darasa, kama daraja, kama funzo, na hatuwahitaji tena katika maisha yetu. Na wao kule walikotupitisha, yawezekana wakapitishwa na watu wengine ili na wao waweze kujifunza. Hatutaki tena kufungua hizo nyakati. Sasa hivi ni wakati wa furaha. Na nashukuru mdogo wangu, kiukweli hata mimi yale magauni niliyapenda, ni mazuri. Yaani mama, unajua wakati mwingine najiuliza mimi na Toni tumefikaje hapa? Ni kitu gani ambacho kimesababisha haya yote mpaka mimi na Toni kukawa na utofauti wa kiasi hiki? Ni kweli hakuwahi kunitamkia, lakini kwa namna ambavyo alivyokuwa ananijali, niliamini kabisa kwamba ananipenda. Sikujua kama kweli alikuwa anamaanisha mimi ni dada yake. Nilitamani siku moja kumwona ndani ya suti na mimi nikiwa kwenye gauni la harusi, lakini hayo yameshindikana. Lakini hata kunipatia kadi ya kuweza kuhudhuria katika harusi yao hakuna. Mwanangu, mahali ambapo watu wamekuweka mbali na hawataki kuwa karibu na wewe, usilazimishe kuweza kwenda. Unaweza ukatengeneza jamii yako ambayo mtakuwepo wote katika kila hali. Toni sasa hivi amekuwa ni mtu mzima, anakwenda kuoa, anakwenda kuwa na familia. Ataweka familia yake mbele na ataijali zaidi familia yake. Usianze kuweka ulazima wa Toni kuja kukujali wewe. Wewe sio familia yake, ni rafiki yake. Jua nafasi yako. Naelewa mama, lakini kwa kweli inakuwa ni ngumu sana kulielewa hili, hasa kwa Toni. Toni ni mtu ambaye tumetoka mbali mama. Hata kama ndiyo mimi nimekuwa na makosa mawili matatu, lakini Toni ni mtu ambaye tumetoka naye mbali. Ananijua mimi vizuri, na licha hivyo nimeenda ofisini kwake kwenda kumwomba msamaha. Nilitarajia kwamba angeweza kusema labda ana kadi ya harusi ni hii uweze kuhudhuria, lakini wapi, alikaa kimya. Wakati mwingine mwanangu, unanipa wasiwasi. Naanza kujiuliza huyu ana anafikiria kwa ubongo wa aina gani? Hata ingekuwa ni wewe mama, mtu ambaye umekuwa na vurugu kwa kiasi chote hicho, atakuwaje na imani na wewe? Je, ukienda kule na kwenda kuvuruga mambo? Unajua haya mambo ambayo uliyoyafanya hapa katikati ni kama ya mtoto ambaye asiyekuwa na akili. Ni kama mwanamke ambaye analazimisha vitu ambavyo haviwezi kuwezekana. Nisamehe kwa kusema hivyo mwanangu, lakini nitarudia tena. Kaa mahali ambapo watu wamekuweka. Mahali anasikia rafiki yako alikuja hapa na alikupatia kitu ambacho ulikificha. Alikupatia kitu gani? Wewe na Rakim na mpango gani? Na mbona alikuja akaishia nje? Ama sasa hivi baada ya kupanda matawi ya salimiani na watu ambao ni maskini? Au ulimwambia kwamba sisi tunaweza kumuibia, ama ni tunafahamika kama vile ni vibaka fulani? Mimi namjua Raki ambaye alikuwa akifika hapa atakaa hata kunywa maji, anaishia nje kwa kweli kwa sasa. Watu wanabadilika. Yaani Mermela bwana wewe.
Huyu Raki ambaye alikuwa anakujaga hapa, hata akinywa maji namna ambavyo unavyomsakama, ndo Raki ambaye unataka leo hii aje anywe maji tena unalazimisha? Una lengo gani na rafiki yangu? Ni huyu mdogo wako ambaye Chakarambe unataka kumuunganishia kwa Raki? Sasa wacha nikwambie kitu kimoja. Huyo Raki wala ana mpango na mdogo wako, wala usije ukapiga mahesabu hayo kabisa. Raki amenambia amepata mwanamke ambaye huyo mwanamke anampenda. Mwanamke anampenda? Rakisi ametoka kuachana na huyo mwanamke wake juzi tu. Ina maana hata hajapona, ameenda kupata mwanamke mwingine na anajua kabisa huyo mwanamke anampenda. Ana uhakika gani? Je, kama mapenzi yao ni kwa sababu ya pesa ambayo yuko nazo? Huo ndo wakati ambao ulikuwa wakuchukua wewe tumvute huyo rafiki yako aweze kukaa upande wetu. Labda neema ingeweza kuongezeka katika hii familia na tukaweza kuonekanika, tukatoka katika haya maisha ambayo tupo. Kwanza watoto wanatakiwa kulipia ada. Ama kweli shule ingesaidia, yaani kusoma kungekusaidia japo hata kidogo. Kutokwenda kwako shule ndo maana ni mjinga kiasi hiki. Hata ufute ujinga hata kidogo, hata namna ya kuwaza uweze kuwaza vizuri. Hao watoto unasema kwamba wanatakiwa ada. Umeshawauliza kama wameulizwa ada? Umeangalia zile risiti ambazo nimeziweka pale? Si tayari nimeshawalipia watoto ada, lakini hujui. Una kazi ya kufuatilia vitu ambavyo visivyokuwa na msingi. Hebu achana na maisha ya Raki. Haya kuhusu. Endelea na namna ambavyo ulivyokuwa endelea na tabia zako huko zamani. Malias, uliniambia kwamba huna pesa. Umepata wapi pesa za kuwalipia watoto shule? Nimeiba. Hizo pesa nimeiba. Umeridhika sasa? Kwa kweli bwana shemeji, mimi nasubiri muweze kumaliza mambo yenu na mimi niweze kuingia kwenye mkakati wa ndoa. Kwa sababu naona huku ninako kwenda bwana, mambo ya uzinzi mimi siyataki. Nataka kitu ambacho kimehalalishwa kabisa. Na nijue kabisa natoka narudi nyumbani na mkuta mke wangu. Kwa hiyo mimi nimewapeni muda wenu bwana. Muweze kuoana tuweze kusherekea na mimi niingie niweze kuoa. Na sina hata kazi ya kupoteza. Imelda ni mwanamke ambaye amejitosheleza katika kila nyanja. Nafurahi kusikia hivyo bwana. Naamini kabisa utamtunza Imelda, tena umtunze vizuri. Kwa sababu unamwona binti mwenyewe alivyokuwa mstaarabu. Hana mambo mengi. Yaani pale kama ni mke, umepata. Kaka umenipa mke, na we umepata mke. Yaani katika hawa wanawake ambao tuko nao, ni wanawake ambao watatufikisha mbali katika maisha yetu. Hebu mwangalie kwa mfano Amanda. Ni mwanamke gani ambaye angeweza kukubali kwenda kukaa pale reception wakati mume wake ndiye mwenye kampuni? Kimoja ninachomtambua nacho dadangu ni kwamba ni mtu ambaye asiyechagua kazi. Anaweza kukaa sehemu yoyote ile. Ndio maana mimi nashangaa sana mtu ambaye anashindwa kuishi na dadangu. Sio mtu ambaye ana mambo mengi. Ni mtu ambaye anasimamia na kuamini kile ambacho yeye anakiona ni sahihi kwake. Na ni mtu ambaye hahitaji vitu vikubwa. Anaenda kulingana na hali ya maisha ambayo mko nayo. Kwa kweli, Toni pale umepata mke. Na naamini kabisa utanitunzia dadangu bwana. Yaani bwana shemeji, kwa pale ondoa shaka kabisa. Mimi nitamtunza, nitamlinda na nitamfikisha katika sehemu yoyote ama level yoyote ya mafanikio ambayo atahitaji yeye. Mimi nitamfikisha. Nampenda mke wangu sana. Yule ni sawa na roho yangu. Ni mwanamke ambaye yani kila nikimwangalia hivi napata faraja na kuendelea kupambana zaidi ili niweze kumpatia furaha. Nataka aweze kufuta machungu yote ambayo amewahi kuwa nayo na ajaze furaha katika akili yake na moyo wake. Afadhali yule mjelajela ameondoka, kwa sababu nilikuwa nikimwona hapa nasikia kama kutapika. Mtoto mwenyewe hajampenda hata kitu gani, anaona tu mauzauza. Nilitaka kujua huyo Kidampa anarudi ama ndo atakaa huko kijijini kwa wazazi wake, kwa sababu hapa mjini sio kwake. Na uwezi kuniambia kama hapa sio nyumbani kwangu. Na hivyo ambavyo ulivyonifukuza, nilikwambia siwezi kuondoka mpaka niweze kuzaa huyu mtoto. Ukimchukua mtoto wako, mimi nikaendelea na maisha yangu, sina shida. Wewe nadhani unafunza kwenye kichwa chako. Nilikwambiaje? Leo utaondoka. Hapa sio nyumbani kwako. Na nimesha kuambia kama una mtoto, una mimba, utaniletea huyo mtoto wangu kisha jifungua. Na nimpime DNA. Nihakikishe kwamba huyu mtoto ni wapita. Lakini kwa sasa, ukaribisho ambao niliowapatia umeisha. Na kuhusiana na Maria, wewe unajua kabisa. Hakuna mwanamke mwingine ambaye mimi nimewahi kumpenda zaidi ya Maria. Labda Amanda kwa mbali. Kwa hiyo una mpango gani kuhusiana na mimi?
Unataka kuniambia nini? Kwamba hujanipenda? Kwa nini uliniwekea mimba yako? Kwa nini ukanibebesha mimba? Kwa nini ukujilinda? We bwana, nadhani unijui. Nadhani hujawahi kukutana na watu waliochanganyikiwa. Unanifukuza? Hebu nipatie pesa ya kwenda kupanga, kwa sababu hapa nilipo sina senti 5. Pesa yote imelala pale dukani. Na wewe si una nyumba na utaki niweze kukaa na mtoto tumboni ni wa kwako? Sasa fanya mkakati. Nisikilize nikwambie, wewe kichwa kibuyu, utatafuta mahali pa kwenda kuishi wewe mwenyewe, sio mimi nikutafutie. Si ulikuwa na pesa wewe? Ulitoka Ulaya uko umebeba mabegi ya pesa hivi. Kwanza niliingiaje mkenge? Haya yote ambayo yanatokea sasa hivi yasingetokea kama sikuingia mkenga wa pesa. Tamazi ikaniponza, nikaweza kumfanyia Amanda vituko. Labda sasa hivi, labda tungekuwa na uhusiano mzuri, hata proposal zangu zingeweza kuwa zimepita huko alipo, au tungekuwa tunachukua pesa kwa ule bwana. Sasa nimekosa vyote, na wewe hapa utaondoka. Hapa ataweza kuishi Maria tu. Kwa kweli mama, mimi namshukuru Mungu nimefika hapa. Ni neema ya ajabu mama. Yaani nilikuwa nashindwa kupata usingizi. Nimeomba sana nikiwa gerezani niweze kutoka. Nimeteseka nikiwa gerezani mpaka nikaelewa umuhimu wa kuwa na uhuru, amani na kuwa na furaha. Mama yangu nisamehe. Najua niliweka katika nafasi ambazo hamkustahili kuweza kukaa, lakini ningefanya nini sasa? Hasira ilinizidia. Kikubwa Maria binti yangu ni kwamba wewe angalau sasa mama uko hapa na uko huru. Hayo yote yaliyotokea ni mitihani kama ilivyokuwa mitihani mingine. Labda usingekutwa na hilo janga ambalo ulilokutwa nalo, ungekutwa na janga lingine. Kikubwa ni kwamba pia umejifunza mwanangu, na baba yako uliweza kumrudisha nyuma. Niliamini kwa kweli Gordon anakupenda sana wewe, mtoto wake. Sasa ni muda wetu wa kujipanga namna gani tunarudi mjini. Mama, tunarudi mjini tena? Si mliniambia kwamba nyinyi mnaanza kilimo hapa kijijini? Mjini sasa hivi? Nani ambaye atakayetupokea? Mama, hapa mtu pekee ambaye amenipokea ni Peter. Ndo nimekaa kwake. Na hapo kwa Peter, kumbuka Zakala yupo. Yaani vituko tokea nimefika mpaka naondoka. Kama vile nimekuwa ni mtu mbaya sana. Mama, nimegundua usipokuwa na pesa watu wanaweza kakudharau. Ni kweli kabisa mwanangu. Dharau zilizopo ni dharau za hali ya juu. Hata wale watu ambao baba yako alikuwa akiwasaidia leo wako wapi? Hawataki hata kutuona. Hawataki hata kukaa karibu na sisi. Yaani ni kama binadamu ambao tunaonuka au tunaukoma. Mwanangu, ndio maana mimi sitaki tukae sana huku kijijini tukasaulika mjini. Tukatafute hata kidogo tutakachokuwa, hata kama tutaanza na vyumba viwili, lakini tukatafute maisha. Mama bwana, hayo maisha tutayatafuta wapi? Ni nani ambaye atakaye kubali sasa hivi sisi tukaende kufanya kazi hata katika kampuni yake kwa ile historia ambayo tuko nayo? Mimi nadhani tu nyinyi muendelee kukaa hapa kijijini. Mimi niende mjini kwa sababu Peter amenipa nafasi katika nyumba yake kuweza kukaa. Labda naweza kupata chochote nikawarudisha mjini. Amanda, kumbe wewe ndio uko hapa. Vipi? Umepata kweli hata nafasi ya kuweza kwenda kupata kifungua kinywa? Kwa sababu ninavyomjua Tony, asije akatoka huko anakotoka akaja akatupigia kelele. Naweza kukaa hapa, ukaenda kupata kifungua kinywa. Na kama utahitaji kuendelea hapa, ukaweza kuendelea. Ama tukamuita Imelda. Sidhani kama ana kazi nyingi. Anaweza kukaa hapa na kufanyia kazi zake hapa. Usijali bwana Ana. Tayari mimi nimeshapata kifungua kinywa. Na naendelea vizuri. Hakuna chochote ambacho kimebadilika. Ni kukaa tu hapa jamani. Kupokea wageni na kusalimia wageni wenyewe hawaji kila wakati. Mbona hamna hata kazi nyingi? Wewe unaweza tu kuendelea na kazi zako. Wala usiwe na shaka kuhusiana na mimi. Na ikiwa basi nitahitaji usaidizi, nitawapatia taarifa. Alafu nilikuwa na swali nataka nikuulize. Usijisikie vibaya lakini. Unakuja kwenye harusi ama umegairi? Kiukweli nilitaka kuja. Lakini kama unavyojua, sina kadi. Nawezaje kuja? Lakini pia siku zimesha baki chache. Sijui ni nguo za aina gani ambazo mnavaa. Watu ambao wamealikwa wanavaa nguo za aina gani?
ili na mimi niweze kujiandaa. Si unajua sasa hivi kipato changu ni kidogo, baada ya kakaangu Toni kuweza kukipunguza. Kwa hiyo nilikuwa nimeishia tu hapo. Basi usijali, nitakupatia kadi, lakini wewe unaweza kuchagua nguo yoyote tu ukaja nayo, sio lazima ukaenda kuingia gharama. Unaweza ukachagua chochote. Na kuhusiana na swala lako na Toni, mimi nadhani ingekuwa ni vizuri ukaenda kuzungumza naye. Sidhani kama ataweza kukataa. Ni mtu ambaye anaweza ndiyo akakasirika, lakini wewe unamjua. Baada ya muda uwaga na sahau makosa yote na kuweza kurudisha moyo wake nyuma. Nashukuru sana Amanda, nitajitahidi kuweza kufanya hivyo. Ijapokuwa niliongea naye, lakini majibu hayakuwa ya kupendeza, na pia aliniambia ni mpaka azungumze na wewe. Karibu baba. Nilikuwa nimekaa na mama hapa tunazungumza, akaniambia kwamba anaenda kunitafutia chakula. Akaniambia kwamba ulikuwa shamba. Vipi babangu, unaendeleaje? Maisha yanakupelekaje? Unaonaje maisha huku kijijini? Ni kama we umeyafurahia, lakini mkeo anaonekana kabisa hajaridhishwa na maisha ya kijijini. Si unajua mama yako bado yuko na tamaa, bado anatamani kuweza kurejea mjini na kuona labda angekuwa mjini maisha angekuwa bora zaidi. Asijua huko mjini watu wenyewe wa mjini hawataki kutuona. Mwanangu, kila siku namwambia mama yako hata tukirudi huko mjini tutakwenda kufanya vitu gani, lakini mama yako hanielewi. Ananang'ania kurudi hapa mjini, lakini huko kijijini mimi naziona fursa za mazao, fursa za kulima, ziko fursa nyingi. Nadhani labda tukimwelewesha anaweza kuelewa. Hata mimi alikuwa ananiambia kwamba habari za kwenda kurudi mjini, lakini akumbuke mjini hatuna nyumba na hatuna mtu wa kuweza kutupokea. Hatuna ndugu, jamaa wala rafiki ambaye anaweza kutupokea. Mimi mwenyewe mjini hapo, zaidi ya Pita kuweza kunikaribisha nyumbani kwake, sidhani kama kuna mtu mwingine ambaye angeweza kunipokea. Na nashukuru hata kwa urafiki ambao niliokuaga nao na Pita, ndio ambao unanisaidia. Nimemwambia kwamba asubirie niende mjini nikajitafute, nikipata maisha niwachukue nyote. Sidhani kama mama yako anaweza kuelewa. Ana vipesa vidogo, na hivyo vipesa ndivyo vinavyomkimbiza, vinavyomfanya aweze kuchanganyikiwa. Lakini hizo pesa angeamua kanunua mazao hapa, tukashirikiana na kuanza kuuza kidogo kidogo, labda tungeweza kufika mbali. Mwanangu, huko mjini sisi tumeshakuwa na wazee. Huko mjini ni kwa kupambana vijana. Sisi sasa hivi ni kukaa mahali tulitakiwa tuanze kula kile tulichokivuna, na kwa bahati mbaya tulichokivuna kimepotea. Bosi Amanda, nimekuja kukuangalia jamani. Nikaona yani bosi wangu usije ukateseke hapa. Mimi nipo. Nina kazi lakini naweza kuja kuzifanyia hapa. Usije ukakaa hapa eti wewe ndio biharusi wetu, badala tukuimbie ana meremeta, ana mere. Unakuja kukaa tena hapa. Si utachoka? Hizi kazi ni za Rehema na Imelda, ndo ambazo tunaziweza. Wewe tafuta kiti, nenda kakae, pumzika, ili hata uso upendeze zaidi siku ya harusi. Imelda, hizi kazi sio za kwako wewe na Rehema. Hata mimi pia naweza kufanya. Kwani kuna kitu gani hapa kinakuwa kimekuwa cha tofauti? Hamna kitu chochote ambacho ni cha tofauti. Ina maana kama nisingeolewa na Toni, ningepata kazi kama hii ningeiacha? Hapana. Toni ni mume wangu, sikatai. Kanipatia nafasi, namshukuru Mungu. Lakini mimi niko tayari kuweza kufanya kazi yoyote. Sio tu kuweza kukaa katika kiti cha ubosi. Hapana. Yaani mabosi wetu wangekuwa hivi, nakwambia dunia ingekuwa ni sehemu nzuri. Amanda, yaani mimi nakupongeza bosi wangu. Usinione kama mimi nina mdomo cha kubimbi, mdomo mchomoko, hapana. Lakini mimi nasema hata wewe mwenyewe ukifikiria katika akili yako, tungezipata hizi nafasi sisi vileja, yaani hii ofisi ingegeuka chini juu. Lakini angalia we bosi, unavyotupenda. Umekuja kukaa mpaka reception. Ni bosi gani anaweza kufanya hivyo? Dunia inabadilika. Chochote kinaweza kutokea. Leo unaweza kuwa katika nafasi hii, kesho ukawa katika nafasi nyingine. Haimaanishi kwa sababu uko katika level fulani huwezi kufanya kitu fulani. Je, ikitokea dunia ikabadilika, utawezaje? Ni vizuri sana kuweza kujifunza kila kitu na kufanya kila kitu.
ili dunia itakapobadilika usikose sehemu ya kuweza kukaa. Uwe unafiti kila mahali. Kwa hiyo hilo halina shida. Wewe nenda tu kaendelee na kazi zako. Mimi hapa mbona hapana shida.